huduma nyingine. Nataka kusoma kwenye kitabu cha Mathayo sura 28. Mathayo 28 mstari wa 19. Biblia inasema hivi: basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, wabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, wabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tuko hapa kufanya uzinduzi wa huduma hii ambayo imeandikwa hapo juu. Na kwa sababu gani tunazindua? Kwa sababu Bwana Yesu wakati amemaliza kazi alitoa agizo. Kabla hajapaa kwenda juu kwa Baba, alitoa agizo, akawaagiza watu wote ambao wanamwamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Akasema kwamba nendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tuko hapa kushuhudia mtumishi wa Bwana Mwasomola na mke wake na viongozi wengine, kwa sababu jambo lolote linapotaka kuanza ni lazima litambulishwe rasmi. Watu wanaweza kusema kwamba huyu mtu ameibukia kutoka wapi, lakini hapa ninyi ni mashahidi. Mmesikia shuhuda mbalimbali, mmesikia shuhuda kwa wachungaji na viongozi waliomuongoza, na yeye mwenyewe ameshuhudia jinsi Mungu alipomtokea mpaka alipomwita. Kwa tuko hapa kutimiza jukumu hilo muhimu sana, agizo la Bwana Yesu aliyotuamuru sisi tunaomwamini kwamba enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wake. Na hapa Mlandizi yapo makanisa, lakini watu ambao hawajaokoka wako wengi bao. Watu ambao wameokoka ni wachache sana. Kifika siku ya Jumapili watu wako makanisani, lakini wanaozurura mabarabarani, wako kwenye biashara na nini, wako wengi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumekuja hapa kushuhudia na kuhakikisha kwamba hili jambo linatambulishwa kirasmi kwa watu wote, kwamba watu waweze kumjua Mungu, watu waweze kumgeukia Mungu. Dunia imeharibika, iko kwenye ukingo, ishara zote, dalili zote, vita, matetesi na nini. Sasa kazi yetu sisi kama wachungaji pamoja na Mwasomola ni kuweka kambi mahali hapa na kuanza kupiga kelele, kuambia watu kwamba wamgeukie Bwana Yesu. Hakuna shortcut ya kwenda mbinguni, na hakuna mwanadamu anaweza kuishi miaka 1000 hapa duniani. Imezidi labda miaka 100. Yaani ni muda mfupi sana. Miaka 100 ni muda mfupi. Sasa hakuna shortcut ya kwenda mbinguni isipokuwa kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu mwenyewe aliagiza kwamba mkawafanye wanafunzi wote wawe wanafunzi wangu. Amina. Kwa hiyo leo tunazindua rasmi. Tumishi wa Mungu pamoja na wanaomfuata, wale viongozi wenzake watakuwa wanakwenda nyumba kwa nyumba, house to house, kufanya uinjilisti, piga kelele, kuambia watu. Na hapa sijajua mnaabudiaga hapa. Mnaabudia hapa? Ni hapa padogo. Mwekani hapa muhamie wapi? Maki Mwasomola amesema kwamba kuanzia hapa leo moto utawaka sio kwa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Simemsikia yeye mwenyewe. Na mimi unamsikia kwenye Facebook, unamwangalia kwenye mitandao, anapiga kelele, ana nguvu sio kwa kawaida. Sasa leo hapa ni kama anasema kwamba labda anaweza kusema kwamba makanisa madogo yanajitokeza tu, yanafufuka tu. Tunazindua ili kila mtu ajue. Sijui umewalika viongozi wa serikali. Unawalika basi wana taarifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ukisoma katika kitabu cha Yohana ile sura ya 4 mstari wa 35,
anasema angalieni huko mashambani kule, mazao yako tayari kwa ajili ya kuvunwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wapo hawana mtu wa kumwendea kuambia. Mwasomola sasa anawasha moto usiozimika. Ni kama moto umewashwa kwenye manyasi yaliyokauka. Haukamatiki huo. Kwa sababu mavuno yako tayari. Lakini wavunaji ndio hawa sasa. Mwasomola na kundi lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu kama hujaokoka, kuokoka ndio mtindo kileo. New fashion kuokoka. Kama hujaokoka, sije nikikuita mshamba, sije kama tukutukana. Toka mbaya. Anasema toka mbaya. Siku moja nilikuwa nasikiza mtu mmoja anasema hivi. Anasema walokole kwa hakika watakwenda mbinguni. Mimi sijaokoka. Anasema mimi sijaokoka. Lakini walokole watakwenda mbinguni. Akasema hivi, lakini mimi nafanya timing. Kundi la walokole wanapoongozana na kwenda mbinguni. Anasema mimi nitakwenda kujificha mle mle. Na mimi nibukie mbinguni. Anajidanganya. Huyu mtumishi nimwambia kwamba ni mwanajeshi. Ulinzi uliopo kwenye geti la jeshi kuingia mle ndani ni maigizo. Huko mbinguni anasema kwamba hakuna kichafu kitakoingia. Hamna doa lolote, yaani kuna ulinzi, yaani ulinzi unaona duniani hapa wameiga kwa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo unachotaka uokoke, usingojee kuingia kwenye kundi la walokole. Okoka leo uende mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na sisi wote hapa, wote ni wainjilisti. Wote hapa ni wainjilisti. Alisema enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Hajasema mchungaji fulani, hajasema mwinjilisti fulani, hajasema shemasi fulani, mzee wa kanisa au watu wote ambao wanamwamini. Sisi ni mashahidi wa Yesu Kristo, sisi ni wainjilisti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi wote tunataka tuende tukawaambia watu kwamba hakuna shortcut ya kwenda mbinguni isipokuwa Yesu Kristo ndio njia, kweli na uzima. Amen. Amina jamani. Kwa hiyo hii ni huduma mpya imekuja. Ichangamkieni. Kama huko mahali hapa unasali si wapi mbali, hauna sababu. Wewe asubuhi unakunywa chai unakuja kuingia hapa. Alafu mapema kabisa saa 6 saa 7 unarudi nyumbani. Baada ya kwenda sijui unakwenda mpaka wapi mbali, alafu unaanza kutafuta magari hapa. Wenyeji wote hapa, wote wanataka waabudu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu anawapenda, Mungu anawapenda, ndio maana akamleta mtumishi wa Mungu kuanzisha huduma mahali hapa. Hii inaanza, nasema kama inaanza kwa udogo sana. Mimi ni shahidi wa kuanzisha makanisa. Sisi tuna makanisa mpaka sasa, makanisa matawi 165 katika nchi nzima. Alafu tumekwenda mbali, tumeanzisha Malawi, Zambia, Kongo na Burundi. Kuanzisha kanisa mpaka amefika mahali hapa, jamaa amejitahidi sana. Mpaka maandishi namna, mpaka nilikuwa nauliza mtumishi, nikasema picha ya nani? Mwakalambile ni nani? Ndio akaniuliza mtoto wako. Ukianzisha huduma jamani, Mungu anakutengeneza. Amina. Amen. Sio kama zamani, piga inaonekana kama amepiga Ulaya sijui tunamwona jinsi alivyo. Alafu unakaa hekima fulani alivyoipiga amekaa kama namna hii. Haleluya. Mungu jamani, Mungu ni mkubwa sana. Kwa kweli. Namshukuru Mungu kwa sababu ya huduma hii nzuri. Na mimi nataka kuahidi Mwasomola. Mimi nitakuwa nyuma yako na mke wako. Mkikuwa kitu chochote pamoja na kumsumbua bishop pale, lakini njoni mnisumbue na mimi. Niko tayari na mimi kusupport huduma kadri mahitaji yatakavyotakiwa. Tulikuwa tunaongea na mtumishi wa Mungu pale. Kitu cha kwanza cha muhimu sana, kabla bado huduma iko changa hivi, ni kutafuta mahali pa kuabudia. Kutafuta kiwanja. Na mtu akisema kwamba mimi nakupa kiwanja hiki cha bure,
muandikishane serikalini kabisa. Najua watu watatokea watakupa kiwanja bure, lakini muandikishane ili kuepuka vurugu na fujo zinazokuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakutia moyo kwamba kuanzisha kazi ya Mungu ni mtihani, unaona, ni test, na ukishapita hapo baadaye. Mimi nimeona bishop wangu pale, wakati mimi nilikuja hapa mwaka 88 mwishoni, nikamkuta mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui mimi, nadhani wakati ule, nadhani kanisa la Kilopiti ndio lilikuwa ni kubwa. Tulikuwa tunaabudia wapi? Shuleni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Lakini mengine kama Kakobe lilikuwepo, lakini sikumbuki kwa na makanisa mengi. Nadhani kwa machache, lakini Kilopiti ndio lilikuwa kanisa kubwa. Kwa hawa ni mababa wa Injili Mlandizi. Na mimi niliona mzee alipopitia, nimejifunza vitu vingi sana katika kuanza huduma. Ingawa kila mtu anapoanza huduma anaanza kwa njia yake. Mpaka watu walikuwa wanainuka pale kanisa sema huyu mzee hatufai. Kwa sababu nini? Haonekani. Kwa sababu unachunga kanisa, unachunga na familia yako. Unaona? Hasa mzee wakati mwingine anakuwa anakwenda mjini, anahangaika mjini na mabasi nini, wakati mwingine amechelewa. Watu kule kwa marafiki zangu, afadhali ulale kabisa. Kwenye ibada hata kuepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mzee alikuwa anaheshimika sana makao makuu kule Lindi Street. Kila vipingamizi na vikwazo vilivyotokea, wale walikuwa nyuma yake mzee. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mpaka leo na bado Mungu aendelee kukutunza mzee kwa kweli. Na mimi alinifundisha mambo mengi sana. Tulikuja wakati kwanza tumeoana na mke wangu, bado ni vijana kabisa. Alafu mimi alichonifundisha, siji kama unakumbuka, Mariamu alikuwa anamuita dada Mariamu, alafu naye ananiita kaka Masanja. Siku moja mzee akaja nyumbani anasema, "Mwani mnaitana kaka na dada? Nyinyi si mmeoana." Uwe unamuita mume wako baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mambo. Alafu kwa kweli yani mzee alifanya kazi kubwa sana. Alifyeka poli na watu wengine wengi wameendelea huko. Tulikuwa tunakwenda mpaka Kilangalanga kule, Kilangalanga. Tulikuwa na timu ya vijana. Kilangalanga, Kidogozero, si Ruvu, wape. Juzi nilikwenda kule, makanisa yako mengi. Lakini nikakumbuka tulikuwa tunakwenda kwa mguu. Mimi na kundi la vijana tunakwenda pale kundi. Kumbe tulikuwa tunapalilia. Wakati mwingine Kidogozero tulikuwa tunakwenda maji yamejazana. Unaona mpaka lakini tunavuka tunakwenda kule kwa ajili ya kuhubiri Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu atakutumia Mwasomola. Siku hizi kidogo mambo kuna mitandao, kuna nini, unaona, lakini sivyo tulivyoanza sisi. Sisi tulivyoanza ilikuwa ngumu sana, lakini sasa hivi Bwana asifiwe sana, anasema tumia juani vile nini. Sasa hivi tunakulia kivulini. Kwa hiyo nisiseme maneno mengi sana. Nataka kuungana na wenzangu Bishop pale ambaye ni baba yake wa kiroho pamoja na baba yangu Mzee Sibonike. Nataka kusema nitaungana tena na ninyi siku zote, tutoka pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuinamishe macho tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, mfalme